Baada ya Yami kuwa independent artist, baada ya kutoka kwenye record label ya Nandi na kulipishwa kiasi cha shilingi milioni 100, hatimaye Yami ameamua kuachia ngoma yake ya kwanza ambayo inaitwa Raha. Sasa juzi kati kulikuwa na mambo mengine yanaendelea, hasa Yami alienda kwenye interview pale East Africa TV na mambo mengine yakaendelea. Sasa baada ya kutoka pale, niliona posti ambayo yeye mwenyewe Yami ameposti, ingawa haijakaa muda mrefu akaifuta, na posti hiyo ilisema kama ifuatavyo. Alisema kwamba, na nukuu, "Mashabiki zangu, naombeni mniombee msamaha kwa mama yangu na baba yangu. Na baba yangu mimi ndio tegemeo, lakini naona siwezi kuishi tena. Nimechoka, bora nife nikapumzike. Naombeni msamaha kwa wote niliowahi kuwakosea mimi. Basi tena nimefika mwisho. Siwezi tena nikapumzike. Siwezi tena wallahi. Siwezi." Official Nandi akamtagi Nandi pale, pia akasema, "Pia dada yangu, naomba unisamehe popote niliwahi kukosea. Siwezi." So hii posti imezua mawazo mengi kwa mashabiki zake kwamba ni nini ambacho kinaendelea kwa msanii Yami. Sasa ile posti haikukaa muda mrefu, Yami akaifuta. Kwa mfano hata sasa hivi ukiingia kwenye Instagram account ya Yami, huwezi kukuta tena ile posti ambayo ameposti ya kulalamika pia kuongea vile. Sasa bondia Hassan Mwakinyo kutokea Tanga leo kupitia Instagram account yake ameposti, ameandika ujumbe mrefu kidogo kuhusiana na hii issue ya Yami iliyotokea, na kuandika kama ifuatavyo, na nukuu, amesema kwamba, "Pole sana Yami, lakini kama utakumbuka vizuri, mimi nilikuwa mtu wa mwanzo kabisa kukusihi na dunia ya umaarufu, lakini uliubeba ukasahau na wewe umezaliwa ni mtoto kwa wazazi wako, na hakuna mzazi angependa kuona mwanae anavaa vile unavyovaa. Kwa kipawa ulichobarikiwa, bado ungebaki kuwa msanii bora wa kike mzuri hata kama ungekuwa unavaa kanzu. Mimi kaka yako niko tayari kuzungumza na wazee wako ukiridhia." Sasa inaonekana issue nzima ambayo Yami imefanya mpaka kufanya na wazazi wake ni yale mavazi ambayo amekuwa akiyavaa, hasa akiwa anapiga picha, lakini pia hata kwenye videos ambazo anafanya za nyimbo zake. Watu wengi wamekuwa wakizoea kumuita kwamba Yami anaitwa Flat Yami, yani ana tumbo ambalo wadada wengi wa mjini wanatamani kuwa nao. Sasa mimi nikasema najaribu kupitia comments za mashabiki kwenye hii post ya Mwakinyo akiwa anaongea na Yami. Huyu hapa anaitwa Josa, anasema, "Kwa nini usingempigia simu?" Mwingine anasema, "Mwenyezi Mungu awasaidie wajawazito wote wajifungue salama." By the way, sijui kwa nini amecomment hivi, lakini haihusiani na alichokiposti Mwakinyo. Huyu anaitwa Aisha Piskari anasema, "Mwakinyo mambo mengine yao yanakupita tu." Lakini mwingine anasema, "Kitovu kimepata umaarufu kuliko nyimbo zake." Kwa hiyo Yami inaonekana kwamba zile issue kubwa ambayo inafanya mpaka kusana na wazazi wake ni yale mavazi ambayo amekuwa akiyavaa siku zote. Huyu mwingine anasema, "Acha nikaokote zangu nazi." Huyu jamaa anajaribu kumtania Mwakinyo kuhusiana na ile swala la kumpiga yule jamaa ambaye aliokota nazi nyumbani kwake asubuhi pale Tanga. Sawa. Huyu mwingine anasema, "Siku hizi umekuwa mshauri wa Insta kupambana." Basi hizo ni baadhi tu ya comments za mashabiki wa Instagram kwenye posti ya Hassan Mwakinyo, ambapo aliposti kuhusiana na swala ambalo linaendelea kuhusiana na Yami pamoja na wazazi wake. Inaonekana wazazi wake hawakupendezwa kabisa na yale mavazi ambayo aliyokuwa akiyavaa Yami. So nini maoni yako? Je, unadhani walichokifanya wazazi wake Yami ni sahihi? Unadhani Yami alichokifanya nacho ni sahihi? Kwa upande wangu mimi, kwa mtoto wa kike, sitaki kuwa upande wowote, lakini sitamani mwanangu aje kuvaa nguo kama zile au aje kufanya kama anavyofanya Yami. Lakini mtoto akikosea anafaa kukanywa. Lakini nini maoni yako? Dondosha comment yako hapo chini, alafu tuone itakuwaje. Mimi natatoni, subscribe, lakini pia usahau kutufollow kupitia Instagram account yetu tunatumia Line Plus TV. Bye bye. Ili kwanza kupata habari zetu, hakikisha unamaliza alama ya subscribe hapo chini. Asante.